Hola familia, jina langu hapa naitwa Daniel Mbenga Ulonja. Tuko tena kwenye studios za Rumonge Records. Na hapa tuko na Sia Mweka kwa mara nyingine tena, msichoki kabisa kwa maana wafans wengi ama wasikilizaji wetu wengi wanasema kwamba tunamtafuta tu Sia Mweka sana, lakini sio hivyo, msituelewe vibaya. Ni kwa sababu ni content nyingi ambazo yeye anaona kama anaweza kuziongelea na nyingi kabisa zinamfanana yeye. Kwa hiyo kama unaweza kulifanya inbox ya kutafuta basi. Hello ya poa mzima shwari kabisa, karibu tena Wia Bantu. Asante Wia Bantu ni level kama tunavyojua, na hapa ni Rumonge Studio Records. Na nataka tuongelee kwanza point ya kwanza ambayo ni ya kuhusiana na show ambayo imepita hapa tarehe 30 hapo Nampula. Cha kwanza, umeonaje show? Wewe kama vile msanii ambaye umeperform pale na ulikuwa kabisa kati ya wasanii principal ama wale ambao wamefanya kazi kubwa pale, ulikuwepo. Sana swala la show ilikuwa vizuri kusema kweli, ilikuwa tulipata matatizo kidogo kutokana na habari ya msiba ambao ulikuja nyuma ya show. Ila anachosema show ilikuwa kubwa tena nzuri. Show ilikuwa kubwa tena nzuri. Na kuhusiana, kwa sababu mimi nisikia fununu, sijui kama umezipata zile za kusema kwamba Sia Mweka amekuja na wasanii ambao wako kwenye list ya wasanii ambao wataperform. Siamini kama haujasikia hilo swali. Unapozungumzia Sia Mweka unazungumzia Wia Bantu. Ni kama vile unaweza kuongelea Diamond Mose yupo pembeni, zile DJ nani yule na yule stylist wake yule, au kukose Jux au Dipoz pembeni. Ni kawaida waone wao pamoja. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanareklama kama ukilalamika kwamba unaleta watu ambao kwenye list ya performance, wewe unaweza kuambia nini? Ya show. Nataka show. Ama uelewi tu kuhusiana na mambo ya muziki. Vyote vinachangia. Sasa hatusikao na muda wa kwanza kufunzana kuhusu muziki. Tunafocus na soko na kutafuta viewers na kutafuta kwenda mbali. Hatufocus na watu kuelewa nini ndio muziki. Ndio maana kuna masomo ya muziki. Sawa. Na kitu kikubwa ambacho kinaleta hapa kwamba ni cha kwanza ni kuhusiana na kama niseme ni kongamano, niseme kama vile beef fulani hivi kuhusiana na show mbili ambazo zilikuwepo hapa kwetu Mara Town. Ya kwanza ilikuwa ya tarehe 20 siku ya wakimbizi ambayo ilifanyika hapa Mara Town, na ya pili ilikuwa ya siku ya uhuru wa Kongo ambayo ilifanyika hapa juzi tu mjini Nampula pale, na wewe ulikuwepo. Na naamini hapa kwenye show ya tarehe 20 ndio msanii wako alikuwepo. Wasanii wako walikuwepo. Waniacha kabisa. Labda kwa maana mimi wasanii wako kama mimi nafahamu Kudi Richard na Epixe. Sasa niambia hivyo wasanii wako walikuwepo, hivyo naongeza na maana mmeshakuwa wanne kwenye level. Wasanii ninao watatu. Kutoa mimi kwanza, mimi najiweka pembeni kama CEO, lakini wasanii nao watatu. Kuna msanii ambao tutatambulisha rasmi na video. Ndio maana hatutaki sana kumuongelea kwenye interview kwa mengi. Lakini mwenyewe alikuwa pale ile show ambayo ni Happy Birthday ya Papa Boss. Papa Boss. Basi ndio kutoka jina lake tu basi, kama unafahamu, kama haijafika kipindi cha kutambulisha rasmi jina lake, basi tunaweza tukalijua kwa maana hata kama surprise. Msanii akitaka kwenye record label lazima tujue kwanza fununu za China kwanza. Chaos. Wow, Chaos. Fresh kama tu bado hajatambulisha rasmi, basi hiyo imebaki kama vile kiporo tuseme hivyo. Tunasubiri uongozi uende kuruhusu sisi kuweza kuongelea. Nice, noma. Sasa swali langu liko hapa, nasema kuhusiana na ukubwa wa show. Kwa sababu unaona kwenye mitandao yetu kule watu na wasanii wengi wanasema ya kwamba show ya tarehe 30 imebuma, yani haikuwa na watu, na inazidiwa na show ya tarehe 20. Tukiangalia mimi kwenye show zote nilikuwepo, na
naamini na wewe umeenda kuona hata kama uwepo tu umeona ma videos za show ya tarehe 20 na uwepo kwenye show ya tarehe 30. Sasa unalionaje kwa swala la kusema kwamba show ya tarehe 30 imevuma ama alikuwa na pugi? Kwanza kitu nitakacho kusema, tarehe 30 walioandaa show ni watu ambao wako nguvu sana, yani wamefocus sana, afu wamejituma sana, kwa sababu tulikuwa na challenge kubwa sana. Challenge ya kwanza ilikuwa ni msiba, ya pili ilikuwa ni sherehe nyingine. Maana kulipigwa sherehe kama 2 afu zinafanana. Yaani kulikuwa tu sherehe. Hiyo ni siri kwa watu tunajua. Unaweza katueleza vizuri sasa kuhusiana na hiyo sherehe nyingine ambayo ilikuwa inaandaliwa. Kamati ya Wakongomani ambao wapo Panakula walifanya sherehe. Sasa ile ilikuja kuonekana Wakongomani walienda kwenye sherehe kula na kukunywa, wakasahau kwamba kuna show. Afu tena habari ya msiba ikaja juu. Yaani challenge ilikuwa ni kubwa sana kwenye show yetu. Kwa hiyo nitakachokisema, siwezi nikakompare happy birthday na show. Sawa? Kilichofanyika hapa ni kama birthday, kilichofanyika kule ni show. Yaani unasema show ya tarehe 20 ni ilikuwa birthday ya mtu fulani, mtoto wa boss kama unavyoita wewe. Unajua kuna watu wakishiba wana organize something like kama tutoe njaa something like that. Kwa sababu hauwezi kuweka balloon kwenye show. Wewe tu kama unaona kwa balloons kwenye show. Haijai kuwepo. Na kusema swala la kujaza ukumbi au kujaza sehemu, kama sehemu ni bure lazima kujae. Sehemu wanalipa, sio kila mtu ataingia. Sisi tulifanya show ya kulipa tena hela ndefu. Yenyewe ukiambiwa mwenyewe unaguna kwanza kabla ya kuitoa. Ila hata hivyo kulikuwepo watu. Sio mnanielewa. Mimi nakuelewa kabisa. Tukifuata kwenye hela ambayo mmetoza ni mara 10 hela ambayo mara 50. Mara 50 ya birthday yenu. Sawa, tashukuru birthday yetu sisi. Watangazaji. Sawa. Basi nimeweza kuuliza swali lingine. Tunapenda sana tueleweshe ukubwa wa show. Aidha show, ukali wa show. Unaweza kutaja criteria gani ambazo zinatumiwa ama criteria tuseme kireno ili tuelewe vipengele na kusema kwamba hii show ni kubwa kuliko hii? Ukubwa wa show cha kwanza ni gharama. Sawa? Gharama. Cha pili, show inatakiwa na mapromoter. Sawa? Show haitakiwa na machukizi, show inatakiwa na mapromoter. Sawa? Unapoandaa show, mnaandaa sehemu nzuri, vifaa vizuri. Ulikuwa kwenye show yetu, ulisikia mic ina scratch? Yaani hapo ulisikia muziki umekata ovyo ovyo? Yaani unamaanisha kwamba criteria ya kwanza tunatakiwa kwanza kuwa na promoter wazuri. Criteria ya pili ni hela. Ya tatu unasema ni kuhusiana na vyombo. Quality ya sound, tuseme quality sound. Ndio. Na palco. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo ukubwa kwanza wa show. Kisha ukubwa mwingine unakuja sasa ni utaratibu wa show unaendaje. Sio show mtu yupo nje anaona ndani, hiyo sio show. Sio mnanielewa? Watu wanalipa wakati upango uko wazi au sehemu yenyewe uko wazi. Unalipa nini? Sio kama ni bure. Kwa hiyo maandalizi ya show ndio ukubwa wa show. Kingine cha ukubwa wa show ni jina. Sawa? Ile ukubwa wa show kwanza ni siku ya uhuru kwa Wakongomani. Sawa? Hicho kwanza ni kitu kikubwa kwanza ni hicho. Sio mnanielewa? Sio tarehe 20 kipindi independence ya Kongo. Yaani yeye kama yeye kuitwa Mkongomani au wewe kama wewe kuitwa Mkongomani ni ile siku. Hicho ni kitu kikubwa. Kingine ni kuwekeza kama jinsi nilivyokuambia kwa ukiwekeza vizuri kwenye shule kuanza vizuri. Sisi tulipata hasara. Siwezi nikakataa. Kwa sababu gani? Msiba ulikuwepo. Tulipata challenge, kuna sherehe kama 2 zote zilikuwepo siku hiyo. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi, siwezi nikapinga. Watu walikuwepo wachache lakini sisi tumeridhika. Kwa sababu matokeo ndio Mungu alipanga hivyo. Lakini siwezi nikasema kwamba show yetu ilikuwa ndogo. Show ilikuwa kubwa, ndugu yangu uliona. Mimi sio tena kutolea, wewe uliona ulikuwepo.
watu tofauti, watu nini, ni gari imepanga nje, sio show beskeli ndio zimejaa nje, zimeweka nje, watu wengine wameacha shughuli. Gari zimepanga nje. Haya. Sio mnanielewa. Kwa hiyo ndio show. Sawa. Tunasikia hapo kwamba tofauti wa show ameshaanza kuongelea tofauti na kriteria gani ambazo zinaweza kuruhusu wewe kukompea show na hii nyingine show, ukubwa uko wapi ama ukali wa show uko wapi. Sawa. Basi nilikuwa nataka nijue kwanza kutoka kwako. Una idea gani sasa kufuatana na picha ambayo tumeenda kuiona kwa mara tano? Kwenye show mbili tumepata challenge nyingi, tumeongelea maneno mengi. Sasa kimaendeleo unaweza kutoa, una wazo gani sasa kuhusiana na maendeleo ya sanaa? Kuhusiana na maendeleo, jamani, maendeleo mimi naona tunakosea sana. Kwa sababu gani? Show ya tariki 20 mimi nipeleka wasanii wanaenda kwenye 20. Walikuwa wameahidiwa. Kipindi wanaandaa show walikuwa wameahidiwa kulipa. Hawajalipa. Sio kama mnaelewa. Sio hawajalipa, mpaka sasa hivi hawajalipa. Kwenye show. Bali maanisha show haijawa ya mali. Sio mnaelewa. Kwa hiyo ni inaonyesha kufedhesha vipaji vya madogo. Wamekuja na ile spirit ya kusema kuwa tutafanya kazi hizi tupate kidogo cha sabuni. Wewe unakamata unafunga kufunga. Ni vitu viwili tofauti. Hauleti maendeleo kwenye vipaji. Kurudisha. Kwa hiyo sana kama sana. Sisi tutakompare show pamoja na happy birthday au sherehe ya wadogo zetu kwenye malebo walienda kufanya, tukompare na show zetu. Hapana. Sisi tunatakiwa tuonge mkono. Na hatuko hapa kwa kubishana nao. Tuko hapa kwa kuwaelewesha. Kasoro kama zile zisirudiliwe. Ungezitaja hizo kasoro za maendeleo, lakini unawaelewesha. Si ndio hizo kasoro nishazisema? Kasoro kama hizo nilizozisema, za kwanza unaahidi watu ndio mkaimbe mtapata sabuni. Hamna chochote. Sawa. Mnaandaa show sehemu, mmeomba sehemu yenyewe ihifadhiwe. Watu wanaona nje. Hapo mimi naona kama wasanii wanaona kukosa hapo wasanii. Si mimi niko naongelea si vipaji wasanii, kazi yao vipaji na kuimba, ndugu yangu. Wanaoandaa hizo show wanatakiwa warekebishe. Sio mnanielewa. Kwa hiyo unaona ushauri wako uende sana kwa waandaaji wa mashow. Ndio, waandaaji wa mashow wanatakiwa kujirekebisha. Na hivyo wakiahidi kitu wanatimiza. Kwa sababu hiyo swala litasaidia watu sana. Na itawapatia wale madogo moyo wa kujitolea kwa kufanya muziki. Kwa sababu wanajua hata nikiperform sehemu fulani nitapata 10,000 na sabuni. Sasa hiyo haimo, wewe unamwahidi mtu afa mtu chochote. Shida sana. Sio vizuri. Hata uaminifu naisha. Sio mnanielewa. Na ile show ya tariki 20 sio tumeikataa. Matokeo ndio tumeichukia. Yaani tumechukizwa na matokeo. Show ilikuwa vizuri sawa, watu wamejaa sawa. Ila matokeo yapoje? Madogo hawajapewa chochote. Sasa mimi na swali kwanza. Sawa. Nikiangalia show ya tariki 20 kulikuwa wasanii wengi tu, lakini machipuzo kwa wengi. Wasanii wakubwa walikuwa wachache tu pale. Tuliona kulikuwa Good Boys, kulikuwa Landio na Karna da Ana. Kama sijasahau kabisa, kwa wasanii wakubwa. Ndio. Sasa kwa nini wengine wakubwa wakuwepo? Hamjapewa mwaliko? Wengine tumerefuse. Unajua ndio refuse. Kataya. Tumerefuse kweli. Tumekataa. Kwa nini sasa? Tumerefuse kwa sababu tuliajua matokeo. Kama mimi niliambiwa. Maana kuna kikao brother check kikao sijui nini wameisha kikao. Sawa. Mimi nikasema kikao hicho mimi si mwa, lakini na madogo zangu wanaweza kaja shirikiana. Yaani kifupi wao umerefuse kwa sababu umejua matokeo ya baadaye. Mimi nilijua. Hata madogo kabla hawajaenda mimi sabia. Kwani sasa ina maana umeshapitia kitu kama na hicho? Tumepitia sana ndugu yangu. Tumeshapitia mengi. Tumeshapitia mengi kwenye muziki. Unaidiwa hapo kwenye mlango na kuja. Kumbe mtu kapita, katokea upande wa pili kaondoka. Shida sana. Wewe sasa kuzima. Basi mimi tulitenda basi kumalizia kuhusiana na mambo ya show. Nilikuwa nataka nikuulize kama inawezekana sasa kuandaa ama wasanii kuandaa kitu kikubwa kama kile ambacho mkiandaa kabisa simu
kwa maana tukiangalia gharama au budget ya show, kweli ni show kubwa sana, lakini mimi nilikuwa na wazo ama nipendekezo ama ningefurahishwa mkafanya kitu kama kile kwa mazingira hapa kwa Kabini. Lakini msiangalie sana kwa mapato sana, ana mafanikio sana kile, lakini mlete mara kwa Kabini ndio ile historia kubwa. Na sidhani kama ingekuwa na maneno mengi sana, lakini mimi napendekeza ama napenda nikuulize kama unaonaje idea kama na hii, na unatoa neno gani kwanza, kwa maana wasanii wengi mna tofauti hata kama mziweki bayana, ila tofauti ziko wazi sana, hata kama mnazificha au mziongelea, lakini mnazionyesha kwa matendo ya kila mtu anajiona star mwingine kiasi ile kushinda mwingine. Lakini mimi niliona mjiandaa kitu kikubwa kama kile ambacho mjiandaa kwa sasa pale mjini na Pula hapa kwetu Maratani kabisa kwenye mazingira yetu. Naona kinaacha historia kubwa sana. Sasa hivi nataka nikuulize kama hicho kinawezekana na kwa msingi gani, na kama tunaweza tukabaki kufikiria hicho kitu kinawezekana na hakiwezekani. Kwa sababu gani? Wewe umeshaongea kwa sababu sana karia ya muziki. Aswazo sisi maule mjiweka mimi hiyo ipo sana katika sana, na bado tunatoboa tunapokuwa, lakini tuna hiyo mimi sana, na ndio maana naweza sema haiwezi kawezekana. Itakuja kuwezekana kipindi tutakamata umimi tunaweka pembeni ili kujiita mimi ndio mimi. Sasa mimi sio ndo kulinda brand au vipi? Hauna brand, sio utakuaje brand na upigaji show. Wewe msanii tukuonaje unaimba, tukuonaje unafanya video, tukuonaje unakaa ndani afu tukikuta kwenye show na kataa eti ndio unalinda brand. Msanii kuperform, msanii kuimba, msanii watu wakuona unaimba, tusikie sauti yako unaimba. Na tunalinda brand ya uimbaji au fanya chochote. Muziki yenyewe ndio hiyo tutuni full. Unaimba nini? Kwa ndio hivyo usikalinda brand. Wasanii watakiwa wavue ngozi ya chui. Sisi wote tuwe mazungura, tufanye show. Na tukisema tuandae kitu kikubwa, tuna uwezo wa kuandaa. Sio mjini tumekiandaa. Hata hapa tunaweza kuandaa. Hata hivyo mjini tena tutaandaa. Yaani unaweza kuandaa tena mjini kwa maana nyingine. Tutaandaa tena. Bado yani ndio mwanzo. Mimi napenda kwanza kuandaa kwa sababu kwanza na time. Sio hapa mimi nakwambia hapa tuvue umimi. Kwa sababu unaleta cha mjini tutokiandaa tumevua umimi. Afu tumechaniana makavu sana kwenye kujiandaa. Ndio maana watu wengi wamejitolea kwa kitu kizuri. Sema tu shetani unajua mambo mazuri akosei. Bwana sikia sehemu fulani. Hiyo kweli kabisa. Sasa tuachane na hiyo wazo la wasanii kwa nasho kama na hiyo, kwa maana umeshasema nikiamua mkivua hizo nguo zenu ya na kuna jambo lingine mimi nimeelewa kwenye show kama sasa kama unaona ulikuwa umeandikwa msanii mwingine pale place na ya perform. Sasa mimi sijaelewa, nimesikia fununu kwa maana sisi tunaambiwa tunaomba sana, lakini nimemwona amefika pale kama ilikuwa saa 7 usiku hivi kama saa 8 hivi amefika pale hadi saa 10 asubuhi alikuwa pale. Sasa ulikuwepo focus gani pale ya perform kwanza, kama unaelewa kesi Blaze Roll ajali kwenye show ajali wale mmeona kwenye kapa ndio hiyo nimekuambia umimi uko ndani yetu sana. Yaani tusipichane eti sijui umimi uko ndani yetu sana, na bado ninatusua bro. Unaona Blaze Roll ajaliwa kwenye show, yani ajaliwa kwenye show, aliwekwa kwenye cover kwa sababu watu walimheshimu na kumweka kama msanii au kama mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Sawa, lakini matokeo yake alikataa ule mwaliko. Tayari kama ilikuwa imefanywa. Sio mnaelewa? Yeah. Sasa ikaonekana kuwa
haiwezekani tukamtoa kwenye cover wakati cover imeshapostiwa. Wasanii tayari walikuwa washaposti zile cover na kufanya promotion ya. Kwa hiyo ikabidi ibaki hivyo. Ingekuwa cover haijatoka angetolewa. Ila cover ilikuwa ishafika kwa wasanii, wengine washaanza kupost tayari. Kwa hiyo ndio ikabidi ibaki hivyo, aendelee kwa hivyo. Lakini kwenye show hajalipa. Hajafika. Mimi jeuri nini kawaida. Sister. Hajaperform ndio umeona kama kulikuwa na utata fulani. Yaani kifupi amekuja alikuwa kama performance. Hajaja kuperform. Amna angekubali kuperform. Mambo ni mengi sana. Sasa tena shida. Wewe niseme tu shukrani sana kwa maana tumeshaongea mambo mengi sana kusindikisha watazamaji kwa maana mambo ni mengi sana ambayo tunaweza kuongea. Na kozi ni nyingi sana. Lakini niseme tu shukrani sana kwa kukubali kwanza mwaliko wangu kuja kufanya interview kafupi na kuongelea kidogo kuhusiana na show. Niseme kwamba tutaendelea tena na msichoki, mimi si ameka anaongea sana mambo ya lazima sana. Mimi si chawa. Hapa ila Benga Video Media. Asante sana.